Homilia yako ni nzuri sana. Nilikuwa sijamuona Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuomba utumie mamlaka yako, mafundisho yaliyotolewa na baba huyu leo kwa kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa, basi yarejewe tena kwenye vyombo vyetu vya habari na hasa Radio Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa viongozi wote mlioandamana na Mheshimiwa Makamu wa Rais, wapendwa ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, leo siku ya kumbukumbu ya Mtakatifu Kalisto, Papa na mfiadini aliyeishi karne ya 3, tunaadhimisha misa hii maalum kumwombea Mwalimu Julius Kambarage Nyerere athibitishwe na Mwenyezi Mungu kuwa yeye ni mwenye heri. Kuwa mwenye heri ni hatua ya kuelekea utakatifu. Utakatifu hujulikana kama hali ya mtu aliyeishi akijitahidi kutoshiriki uovu. Kwa hiyo tunaweza kutafsiri utakatifu kuwa ni hali ya kuwa safi kiroho na kutengwa kwa ajili ya Mungu. Mwenye hali hiyo huitwa mtakatifu. Mtakatifu huthibitika kuwa alidhihirisha hali ya uadilifu wa ndani. Alikuwa mtu mwenye moyo ulio huru na dhambi, moyo uliojaa upendo na utii kwa Mungu. Alikuwa ni mtu anayefuata maadili mema, yaani alikuwa ni mtu mwenye mwenendo wa haki, huruma, unyenyekevu na uaminifu. Kwa hiyo neno hili utakatifu linadokeza hali hiyo ya mtu anayepewa hadhi hiyo ya kuitwa mtakatifu. Mwenyezi Mungu anatuambia kuwa muwe watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa katika kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya 2. Watu wote bila kujali dini zao wanaitwa kuwa watakatifu kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Watu wote wanaitwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu kwa moyo safi, matendo mema na kujitenga na dhambi. Mchakato wa kufikia utakatifu una hatua zake. Hatua kubwa ya kwanza, huyo anayefikiriwa kuwa atakuwa mtakatifu anapewa hadhi ya kwanza, anaitwa mtumishi wa Mungu. Hii ni hatua inayozingatia fununu na hisia zote zinazotaja kwamba huyo ndugu aliyewahi kuishi anastahili na inawezekana akawa ni mtakatifu. Katika hatua hii, uchunguzi wa maisha ya huyo mtumishi wa Mungu hufanywa, na hasa hufanyika kwenye jimbo lake na mahali pengine alipowahi kuishi na kufanya kazi. Kwa hiyo yeye ni hatua muhimu ya huyo mtarajiwa ambaye sasa anapewa hadhi ya kuitwa mtakatifu, anapewa hadhi ya kuitwa mtumishi wa Mungu.
Baada ya hatua hiyo, inaingia hatua ya pili. Huyo ndugu anaitwa mwenye fadhila kuu, kwa Kiingereza venerable, au neno jepesi mtukufu. Anaitwa mtu mwenye fadhila kuu. Uchunguzi ukikamilika, idara husika inayoshughulikia utakatifu wa watumishi wa Mungu huko Vatican huthibitisha kuwa kweli mtu huyo aliishi fadhila kuu za Kikristo. Hatua ya tatu